watoto wanakuja DM ni nyingi brother. Lakini na focus. Kuna ile dogo anakuja kasi utampunguzaje? Wanawake wanakuja ingia vio. Social media imekuja kunipa uwanda mpana zaidi. Kunyoa ni fursa. Yes, bwana mambo vipi? Karibu sana kwenye GAME Pod, The Game Podcast ambapo tunakupa guidance, attention, motivation pamoja na education kupitia watu ambao watadondoka kwenye jukwaa hili hapa. Na mimi ni Mansur, wengi huniita Mswahili wa kishua. Na leo niko na mshikaji ambaye nimejua na way back sana kama miaka 6 hivi, kipindi hicho tunasoma huko advance. Mshikaji ambaye ukitaka kupendeza basi ni lazima ufike kwake. Ladies and gentlemen, kwenye first episode leo niko na mwanangu Jason the Baba. Karibu sana mwanangu. Kwa shukrani sana. Mambo ni aje? Kama fresh kabisa. Baada ya kumaliza degree, wewe ukaamua kubaki kabisa, ukaamua ufanye mishe nyingine ambazo zinaweza kukuingizia kipato. Lakini watu wanaweza kupita katika mitandao ya kijamii ukamwona Cuts by Jason. Jason ni nani hasa? Jason the Baba, huyu ni kinyozi mtembezi ambaye anafanya mobile services au kwa lugha za Kiswahili tunaweza kusema kinyozi mtembezi. Kwa maana ipi? Kwamba ni kinyozi ambaye atakufuata popote ulipo. Unaweza ukawa uko nyumbani au ukawa uko ofisini. Unaweza ukawa uko beach tu, as long as unaweka appointment anytime unaweza akakuweka sawa. Kuna tangu tunakuwa ushazoea kwamba ni lazima uende saluni ili uweze kunyolewa. Hii idea ya wewe kwamba mteja anatakiwa kumfuata alipo, ulipata wapi? Of course ni idea ambayo nilikuwa nayo kichwani baada ya mimi ni mtu wa kusolve matatizo baada ya kugundua kwamba kuna watu wana problem ya kukosa muda wa kwenda saluni. Nowadays imekuwa kwenda saluni ni ina take long time. Unaweza ukaenda saluni ukatumia almost saa zima au masaa mawili ukiwa unasubiri foleni. Kwa hiyo nilikuja na hii idea ya kusolve tatizo kama hilo. Na mainly niliwafocus watu ambao sana wapo Kariakoo. Unakuta mtu yupo Kariakoo kuanzia wiki inaanza mpaka inaisha, asubuhi mpaka jioni. Asubuhi anaenda kazini, anarudi usiku. Kwa hiyo anakosa time ya kwenda saluni. Mostly weekend ndio anakuwa wako free. So idea ilikuja kama sehemu ya kusolve hili tatizo kwa sababu watu ni wengi na huo muda pia wanakosa. Kwa mimi naweza nikaja nyumbani au ukanipigia simu ukiwa katikati ya wiki nikaja nikafanya kazi fresh. Okay. Kwa hiyo kila kazi huwa inakuwa na changamoto. Maana hata wale ambao saluni zao ziko static, yani unaenda wewe kupanga foleni, huwa wanakuwa na changamoto zao vile. Nataka kujua experience yako ya mteja wako wa kwanza kabisa anakucheki, "Bwana Jason, njoo nataka uninyoe." Ilikuwaje mteja wako wa kwanza kabisa? Kazi yangu ya kwanza kabisa kufanya kama professional, nakumbuka ilinipanikisha sababu nilikuwa niko overconfidence na nilikuwa niko excited kwa sababu nilikuwa nanyoa ila si post mitandaoni, sijakutana na stranger ambaye nikaenda kufanya naye kazi. So nilikuwa niko very excited na nilivyofika nilikuwa niko pia overconfidence. Kwa hiyo nilifanya kazi lakini over kazi, yani kwamba of course niliharibu lakini haikunivunja moyo na mteja pia alikuwa calm hivyo, ila kazi yangu ya kwanza ilikuwa na experience mbaya. Kwa baada sasa ya kuharibu, maana kwa mfano sasa mimi nataka nitoke out niende kwenye date, nishamwagiza mchumba na kila kitu, tushakubaliana, nimeshalipa hela za nimerequest kila kitu, nimeshabook order kwenye restaurant nzuri, then wewe unakuja alafu unaniharibu. Yeye mshikaji, yani action yake kwanza ilikuwa ni nini baada ya kuona pale yani product alikuwa anaitaka wewe hukuwa nayo? Ulimpa kitu ambacho ni tofauti na kile ambacho alikuwa akikihitaji. Hii nielezeje, but sikuwa nimemwharibu ile kumwharibu, ila ni kwamba aliniambia nimnyoe fade, lakini pia nywele za juu ziwe za kuchana na kitana. Kwa hiyo nilikuwa nimezidisha, nilitumia zile comb guide, nilitumia ndogo zaidi. Nilijua tatizo, sikumuelekeza wala sikumwambia kitu chochote. Ila baada ya kufika nyumbani, kwa sababu kile kitu nilikuwa nishajua wapi nimekosea. Sisi vinyozi tunajua wapi nimekosea, wapi niko sawa. Kwa hiyo nilikuwa nishajua wapi nimekosea, nilimcheki mshikaji nikamuelezea na jamaa alikuwa amenotice hicho kitu, na ni wale watu ambao wana nywele chache kichwani, kwa asingeweza kutembea hivyo hivyo. Solution ambayo alifanya, siku ya pili ibidi anunue kofia kwa ajili ya kuitumia hivyo. Kwa baada ya request uende kwa ajili ya huduma ya kinyozi,
bado akahitajika pia avae tena kofia. Yeah. Huyu jamaa alirudi baada ya ile kazi ya kwanza, alirudi. Yaani sasa kitu cha kushangaza ni kwamba siku ambayo nimeenda alikuwa na brother yake. Nilifanya hiyo kazi nikakosea, nikamuelekeza akaelewa. The next day akanipigia simu tena usiku kwamba dogo njoo kuna kazi. Nikaenda, yule brother yake ambaye alikuwa jana nikapewa nimnyoe, na ni mshikaji ambaye mpaka leo nafanya naye kazi. Aliniinspire na kuniambia kwamba kukosea ni sehemu ya kujifunza. Kwa hiyo alinipa nafasi ya pili na nikafanya vizuri, na kuanzia pale nimejuana na watu wengi pia kupitia yeye. Sure. Jambo zuri sana kutokata tamaa. Hicho ni kitu kubwa sana wanaitwa ambao mpo huko. Inawezekana kuna issue fulani unaifanya lakini unakwambia mwanzo ni mgumu. Na katika maisha yangu nishe kupitia matatizo fulani hivi ambayo yalinifanya niwe na wakati mgumu, lakini kuna ushauri kama vitu vitatu hivi nishe kuambiwa. Natakiwa niwe na subira, natakiwa nifanye sana kazi na nimuombe sana Mwenyezi Mungu. Mimi naamini ukifanya hivyo mambo yote yatakuwa fresh. Sasa John, nataka turudi kule tulipotoka. Baada ya kupata degree, maana niliona posti zako pia, hongera kwa kitu kama hicho, sio kitu kidogo. Maliza chuo kikuu. Shukrani. Baada ya kumaliza degree, tushajua kwamba kuna wimbi kubwa sana kwamba hakuna ajira. Kwa watu wengi wakimaliza wanajua tu hata nikirudi mtaani, mshua hawezi kusema kitu, bi mkubwa hawezi kusema kitu, kwa sababu imeshakuwa ni scenario ambayo ni well known kwamba unaweza ukagraduate vizuri na GPA yako nzuri lakini bado ukakosa ajira. Ni kitu gani ambacho kilikusukuma wewe ukasema japokuwa nina degree lazima ningie mtaani ninyoe watu? Na nataka tuongelee hasa kupitia ile content yako ambayo ilikuwa ni very trend sana, ile ambayo ulikuwa ukinyoa ukiwa umevaa joo. Nataka kujua idea ilikuwa ni nini, na je, ile content ilikufikisha mahali ambapo unataka? Yeah, of course. Kilichonifanya ni kunyoa ni kitu kwanza nakipenda, lakini nimeanza kunyoa kabla sijaanza chuo. Nimeanza kunyoa tangu niko advanced, I think tulikuwa tunanyoana na vitana. Kwa nimekuja chuo nikiwa mwaka wa pili, nadhani ndio pale rasmi nilienda kujifunza kunyoa kwa mashine. Na baada ya kumaliza chuo nilikuwa tayari nina vifaa, kwa sababu nilikuwa nafanya hiyo kazi kipindi niko chuo, nafanya kama part time. So niliona niingie full kwa sababu nilikuwa sina kitu cha kufanya mtaani, cha kwanza. Lakini pili, kunyoa ni fursa. Nadhani kuna watu wengi wanaendesha maisha yao kupitia kunyoa, wana familia, wanasomesha, wanalipa kodi. So nikaona kwa nini mimi nisifanye kama fursa ya kuingiza pesa, na ni kitu ambacho nakiweza. Kwa hiyo nikaamua sasa kujiingiza rasmi miguu yote miwili. Nikaanza kujifunza kwa watu ambao wamefanikiwa kupitia kunyoa, na mamenta kadhaa ambao ni wa Marekani, na ni watu ambao naangalia sana, najifunza sana kwa. Kwa hiyo haikunipa mimi ugumu wa kujiona kwamba nina degree, yes degree itanipa maisha. Hapana. Nikaamua kuingia mtaani kupambana kupitia kipaji ambacho ninacho. Sasa mimi nataka uniambie wewe ulijuaje kwamba bwana mimi najua kunyoa? Yaani ukinipa kichwa chako mimi nakitengeneza. First time kabisa, haijalishi ilikuwa ni kwa kiwembe au ni kwa nini. Yaani wewe ulijuaje kwamba mimi I can do this? Nadhani nilikuwa na hobby ya kufanya hichi kitu, kwa sababu kipindi nilipo shule nilikuwa naona watu wakiwa wananyoa na vitana, nikatamani kujifunza. Nikajifunza, nikaweza, na nikawa kinyozi mzuri tu kupitia vitana na viwembe. Lakini pia kipindi niko mtaani, kilichonivutia zaidi kwenda kutaka kujifunza kutumia mashine, kipindi niko mwaka wa kwanza, kuna mshikaji alikuwa ananinyoa pale Mabibo, anaitwa Chris. Alikuwa ananinyoa pale Mabibo, akawa ni mshikaji wangu sana. As days goes, mshikaji alikuja akashift pale, akawa amehamia Sinza. Sasa kutokana na mazingira ya kichuo, tushazoea kunyoa 3000, huwezi tena kwenda kunyoa sehemu 10,000 ngapi hata kama ni mshikaji. Kwa jamaa kama mbaki ni mwana, ila ni ile siwezi tena kwenda kupata huduma yake. Umeona? Kwa inspiration ilikuja wapi? Baada ya kuhamia Sinza, mshikaji kuna siku alikuja kuposti picha, kwa sababu mimi nilikuwa na view status zake. Alikuja kuposti picha, amenyoa msanii mkubwa kibongo hapa. Nikaona okay, nishakuwa nanyoa na vitano, kwa nini nisijifunze kutumia mashine? Nikasema okay. Nikaenda sasa kwenye saluni ambao huaga nanyolewa sasa kwa kipindi hicho. Nikamcheki mshikaji pale, nikaongea naye, nikamwambia bwana nataka kujifunza hichi kitu. Jamaa hakuwa na iana, nikajifunza. Akanipa nafasi pale, nikawa naenda pale saluni kwake najifunza. Na nikamcheki tena mwanangu Chris, nikamwambia Chris, ulituma hii picha uko umefanya hivi and natamani kufika hapa. Kwa kuna siku nitakuja kukulipa.
Kwa baada ya pale, hicho ndio kitu ambacho kiliniinspire zaidi, nikaanza kutumia mashine, the rest is history. Kwa mpaka ulipofikia sasa hivi unaona kabisa kwamba wewe mwanao Chris unaweza kwenda kumlipa kitu ambacho, yani ile inspiration kupitia ile picha ambayo aliposti ya msanii fulani mkubwa ambaye alimnyoa, unaona kama unakaribia kufika lengo la yeye kumlipa kile kitu na yeye kutimiza pia ndoto zake? Yeah, of course nikipata nafasi ninaweza kufanya kile ambacho Chris alikifanya, nikakifanya kwa ubora zaidi, ni kitu ambacho kinawezekana. Sasa mimi napenda tutoke kwenye mambo ya introduction, maana tayari mshikaji ameshatueleza kwamba yeye ni nani, anafanya nini, tumeona hustling zake mpaka kufikia hapa. Ningependa tumuongelee mtu mmoja hivi, brother Farhan. Ni mshikaji ambaye nimeona posti nyingi sana umemnyoa, kama sio mara 2 ni mara 3. Ulikutana naye vipi? Na nimeona hata anakushow sana love na support kwenye social media, unaona mna collaborate kwenye post kule kwenye Twitter sasa hivi ambao ni X, naona pale Instagram. Farhan ni nani? Mtu akikuuliza bana, hivi Farhan unamfahamuje? Ulijuana vipi na Farhan? Farhan unamdefine vipi? Mtu akikuuliza bana, Jason hivi Farhan ni mtu gani? Farhan bwana. Yeah, Farhan nadhani wengi wanamfahamu kama ni mchambuzi, ni mtu mkubwa of course. Kwa nafasi mimi ya kufanya naye kazi kwangu mimi ni blessing. Ukisema nimzungumze Farhan, it's like Farhan ni brother, ni kama mentor, kwa sababu pia huwa ananishauri mambo kadhaa. Ni mtu ambaye amekuwa anani encourage, ananisupport kiufupi. Na kuhusu mimi kuanza kufanya kazi na Farhan, nadhani ni mimi ndo ambaye niliomba kufanya naye kazi, kwa sababu nilikuwa natafuta influencers, kwa sababu lengo langu mimi natamani kuja kuwa kinyozi mkubwa, nije kuwa international. Kwa sasa nitafikaje? Sitaki kuanza na watu wadogo, ili nionekane natakiwa nitafute influencer, nitafute watu ambao ni kioo kwenye jamii. Swala la kumfikia Farhan alikuwa rahisi. Nadhani kuna mtandao unaitwa Twitter ya zamani ambao kwa sasa hivi ni X. Kule ndo nilikutana na Farhan kwa sababu ana posti kule, nikawa nimeandika public post ya kuomba bwana, naomba nikunyoe. Nilifanya hivyo mara ya kwanza ikashindikana, nikaja nikafanya mara ya pili, jamaa kule akarespond na nikapata nafasi ya kukutana naye, nikafanya naye kazi ya kwanza, akapenda. Baada ya hapo akawa ni mtu ambaye ana support hata kuposti vitu vyake kwenye page yake. Yeah, kitu kizuri sana, kitu kizuri. Sasa nataka tuongelee social media, maana social media zimekuwa zinazungumzwa kwa pande mbili. Kuna upande wa positive, kuna upande wa negative. Hasa kwa sisi vijana ambao sasa tuko kwenye 20s, tusemekana kwamba mtupa jina, wao wametupa jina kwamba na Twitter sisi ni Gen Z. Sasa sijajua Gen Z kuna upande mzuri wa Gen Z au mbaya wa Gen Z. Na napenda kunukuu maneno ambayo nishaye kumsikia Anskana, anasema kitu kikubwa ambacho anakipenda sana kupitia sisi Gen Z ni kwamba sisi ni watu ambao hatuamini kwamba ni lazima tuamke asubuhi ili tuende kupambana. Sisi tuna uwezo wa kutumia social media kufanya mambo mengine kama vile forex, metatrade, vitu kibao tu. Sasa mimi nataka uniambie wewe, social media kwako ina mchango gani? Au social media mpaka kufikia hapa sasa unaweza kusema kama social media kwako wewe imekuwa na faida gani? Nadhani hadi leo naitwa Jason the Baba ni social medias. Bila mitandao nisingekuja kujulikana. Nadhani nimeanza kunyoa tangu shule. Waliokuwa wanajua mimi najua kunyoa ni wanangu tu wa shule. Baada ya kumaliza nikawa hamna mtu anayefahamu. Nimekuja chuo, nilikuwa nanyoa na chuo wenzangu, lakini hakuna mtu anayenijua. Baada sasa ya kuanza kuposti kazi ambazo nafanya na post online, zimekuja kunipa, yani social media imekuja kunipa uwanda mpana zaidi. Nimejuana na watu wengi, maana most nafanya kazi na watu strangers. Nafanya kazi na strangers. Kwa hiyo nimejuana na watu wengi kupitia social media. Nadhani hata leo hapa nimekuja kwa sababu uliniona Insta. Kwa sababu nilionekana kupitia nini? Social media. So social media imenipa ni kujulikana, kwamba najulikana huyu ni Jason na ni kinyozi anafanya 1 2 3. Sasa nataka nikuulize kwenye upande wa familia, wakati umeanza sasa kuonekana kwenye social media na nini, maana anajua mara ya kwanza ilikuwa ni ngumu sana mtu kuambia naomba ninyoe pale ndani ya familia. Kuna msemo anakuambia nabii atoki kwao. Yaani watu wengine wanaweza kana kukubali sana, lakini nyumbani pale bado wakawa na doubts fulani. Yaani mimi nimpe kichwa huyu, nimekuwa naye, nimemuona si hivi. Nataka uniambie sasa
nyumbani ikoje au mtaani pale? Washikaji vipi, ni wateja wako wazuri, wanakuja na kusupport? Mimi nyumbani sikubaliki. Yaani ni vile vile tunabia kubalike nyumbani na bia kubalike nyumbani. Kwa mimi kwa experience yangu mpaka hapa nilipofika sijai mnyoa brother zangu anakaa pale home, lakini anatoka anaenda saluni kunyoa na mimi na mashine pale na kila kitu na nina uwezo wa kumnyoa. Lakini hainipi shida. Kwa familia sipati support kutoka kwenye kuwanyoa, lakini napata support nyingine. Sometimes naweza kuwa financially siko fit na nahitaji kwenda sehemu labda kumuona mteja, nahitaji kuwa na nauli, brother atan support. Kuna time wateja wanakuja pale nyumbani, natakiwa kufanya video, natakiwa kupiga picha, nitamtumia. Kwa unapata support kwenye ngo nyingine, ila kwenye issue ya kusema ni mnyoe bado inabaki tu vile vile kwamba naona najua, lakini maybe naweza nikaleta jokes nikazingua. Kwa ni hivyo. Okay, sasa nataka tuongelee upande wako mwingine wa maisha yako. Kipindi cha chuo inawezekana kuna pisi fulani ulikuwa unazifuata, unataka kujenga labda mahusiano na nini, lakini unapenda kutolea nje kwa sababu tunafahamu dada zetu hapo huwa wanapenda sana known figures. Yaani mtu fulani darasani kwa labda mtu fulani ni maarufu au chuoni pale mtu fulani ni maarufu. Najua labda kipindi hicho ulikuwa unakosa ile tension ambayo labda ulikuwa unaitamani sana kuipata kutoka kwao. Vipi sasa baada ya social media kukuletea engagement kubwa? Vipi sasa hivi DMs ni nyingi, watoto wanakuja DM ni nyingi brother. DM ni nyingi lakini na focus sababu kuna wengine watakuja wakiwa wana nia za kukupoteza kwenye ramani, kuna wengine wanatuma kwa sababu hata kwenye game kama hizi pia tunakutana na changamoto za kuoneana wivu, kuvimbiana. Kuna ile dogo anakuja kasi, utampunguzaje? Kwa ni kufocus na nini unakitaka. Kwa issue za DMs zipo, wanawake wanakuja ila unazifungia vioto. Ikija DM ya kazi unaidili nayo. Kwa hiyo nataka kusema kwamba yeye naye yuko salama, safi. DMs usomi, jibu DMs kwa aliyepo yeye ndo huyo peke yake. Mimi similikiwe brother. Kwa hiyo wewe ni free colon. Sahihi. Basi dada zangu huko mlipo, Jason the Baba anapata hela nzuri tu akitunyoa huko. Kwa hiyo kama vipi, wewe nenda DM usichoke. Jamaa yuko free, ni free colon. Sasa John, nikutaka tuongelee kitu kingine pia. Nimekusikia unazungumzia swala kwamba huwa kuna namna fulani hivi unaweza mkakunjiana. Nataka nijue kwenye hii game ya Mobile Baba. Sasa hivi naona kama watu wengi pia wanafanya kitu kama hicho. Game hii ikoje? Kuna hizo kweli kukunjiana kwamba udogo yuko hivi, au anaweza kaambia hata clients wake kwamba msinyuko ule dogo ajui zile video sio zake, vitu kama hizo. Roho kukunja brother, kiasili wanadamu tumeumbwa hivyo, wanadamu tumeumbwa na ego. Yaani mimi leo nikiona wewe unafanya kitu ambacho nakifanya mimi nilikuwa kwanza kabla yako, si ndio? Yaani definitely siwezi nikatamani ufike nilipo. Ni either uwe chini yangu na ukisha kuwa chini uwe unajifunza kupitia mimi, lakini sitakubali ufike nilipo na uzidi. Kwa hiyo issue ya kukunjiana ipo kwa sababu hata mimi kipindi naingia kwenye game kuna mabrother ambao nimewakuta wakiwa wanafanya mobile na nitamani kujifunza kwao. Nikikuonesha mpaka sasa hivi nina DMs za watu ambazo hazijajibiwa way back, lakini kuna wengine pia walikuwa wanijibu, lakini baada ya kuniona niko sehemu fulani wameanza kunitafuta, mdogo wangu hivi, mdogo wangu vile, unajua. Ila issue ya uvimbaji ipo, yani uvimbaji upo popote brother. Okay. Nataka nizungumzie sasa, ukiachana na swala zima la kuwa Mobile Baba. Jason ni nani akiwa peke yake? Ni mtu wa kufanya nini? Kila mmoja huwa anapenda vitu ambavyo anafanya. Kwa mfano mimi nikiwa na free time mara nyingi napenda sana kuangalia series, kucheza video game. Sijui sasa wewe ile free time ambayo hauna client, sikwambia tu upo free maskani, Jason ni mtu wa kufanya kitu gani? Self love. Solo dates, najitoa out kama niko na hela. Sometimes nikiwa sana nyumbani, mimi ni mtu wa social media sana. Utanikuta niko na scroll TikTok, niko Instagram. Lakini ukinikuta sifanyi kitu kama hicho basi movie. Ila mimi ni mtu wa kukaa sana ndani kama sitoki kwenda kufanya kazi. Sina mizunguko, yani mimi muda wote ukija nyumbani utanikuta, as long as sina kazi basi utanikuta niko naangalia movie, utanikuta niko na scroll Instagram au TikTok au wapi.
au nimelala. Kwa si ndo mnatuitaga ma introvert. Yeah, I think mimi ni mmoja wao. Sasa